Bado naendelea kushangaa kwa nini unaamua kunificha ukweli huu. Nashangaa mke wangu. Unajua mimi ni mumeo. Sasa kama mimi ni mumeo, nina mamlaka kukusaidia wewe kwa kila kitu. Sasa kwa nini kila siku unapoendelea kuuliza unashindwa kuniambia? Mungu, si nimekwambia kuna chochote kinachoendelea. Au unataka kujua nini? Wada. Unajua mimi lengo langu kutaka kujua ni zuri tu. Nitaka tusolve haya mambo ili tuamalize. Lakini kama utaendelea kunificha tutaendelea kuishi hivi hadi lini? Sawa. Kama unahisi hauwezi kuniambia na sifai kujua kitu chochote kinachokusumbua, it's okay. Mimi najua kila kitu mama anachokifanya. Najua Wada. Sijui ni kwa sababu gani unanificha. Au pengine nikuulize kitu. Ulishawahi kufahamiana naye kabla? Hapana. Kwa hiyo kwa nini sasa mambo yanatokea? Sawa. Kwa sababu umeamua kutoniambia kitu chochote kinachoendelea, unaweza kupumzika. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Karibu. Salama, umeshindaje mke wangu? Nashukuru Mungu nimeshinda salama, sijui wewe kutoka. Huku namshukuru Mungu, lakini leo nimechoka sana. Pole. Asante. Pole mwana. Iko nacho nini? Hichi ni kizibao. Vipi, kizuri? Kizuri mashallah. Bei gani? Hapana, sijanunua. Umepewa bure? Hamna, hicho nimepewa zawadi. Zawadi na nani? Amenipatia mgeni. Yaani mgeni gani? Mgeni huyu rafiki yangu mimi ama mgeni gani yani sijaelewa. Mgeni rafiki yako? Isije kama unamsingizia mgeni kakupa zawadi kumbe zawadi umepewa na wanawake zako huko. Unasemaje? Nakwambia hivi, isije kama unamsingizia mgeni kakupa zawadi kumbe zawadi umepewa na wanawake zako. Yaani kwa nini mgeni akupewe zawadi direct asinipe mimi nije kukupa? Mke wangu. Kwa ina maana siku hizi mimi na wewe hatuaminiani. Yaani imefika mahala unaongea maneno mazito tena kwa ukali. Ina maana mimi uniamini? Ambacho wewe ule hapa ni kitu gani?
Yaani kwa nini akupe wewe asinipe mimi nije kukupa? Yaani yeye kama nani akupe wewe direct asinipe mimi nije kukupa? Sasa ukizungumza hivyo unakuwa unakosea. Mimi sifahamu, mimi amenifungulia mlango, tumesalimiana, akaniambia shemeji, mimi na zawadi yako. Kaingia ndani kaenda kuniletea zawadi. Sasa mimi ningekataa jamani? Mume wangu na uhakika? Yaani yeye ndo amekupa hii zawadi mgeni, si ndio? Sasa ningekuwa sina uhakika ningekuja nacho hicho. Nikamuulize. Nenda kamuulize. Usitaki tutiane aibu. Nikamuulize kabisa yeye ndo kakupa hii zawadi. Sasa useme ukweli kama umpewa nje, sema ukweli. Nenda kamuulize. Kwa sababu naona kama hapa siaminiki. Taenda kumuuliza ndio. Na ndio maana hili swala yani mwanzo nilikuwa mzito sana kukubali huyo mgeni kuja hapa. Kwa sababu wenyewe wanawake yani mna mambo, yani mna matatizo. Naomba uniandalie maji ya kuoga. Hivyo tu umekuja. Hamna, shika na kibe chako. Kwangu umekasirika ina maana? Ni swala dogo umekasirika. Hadi. Karibu. Karibu. Haya mama. Asalamu alaykum binti. Wa alaykum salam. Naona binti mzuri umetulia. Unajisomea eh? Amna, kuna hesabu zangu tu hapa napiga mwenyewe. Amchelewi vikoba nyinyi wajumbe. Vitu vyangu tu personal. Okay. Upo hapa, karibu sana hapa. Asante. Karibu na wewe. Eti eh? Toto mbandika kope umetulia mwenyewe. Hauna papala. Katoto kametulia. Yaani kanaonyesha sio kasumbufu kicheza na draft. Yaani kana nyumbulika, kasumbufu sana. Kamoja nikasalandie kwanza. Yaani huyu anashawishi. Ananishawishi kabisa, ndo uzuri. Mtoto anaita. Uzuri. Mama, shemeji Uzuri ametoka. Kwani nilikuuliza? Nakuuliza wewe, nilikufuata nikakugongea? Sasa mama yote anatoka wapi? Mimi nimeona unagoka muda mrefu, nimeona nikwambia kwamba hayupo. Au mimi mlango wako siufahamu? Au sikujua kama uko ndani? Wewe mbona una shobo wewe msichana? Vitu vingine havikuhusu. Alafu wewe sipendi unifuatilie kabisa. Fanya mambo yako.
Waalaikum salaam. Hata simjui. Kaingia huko. Umndani. Chumba hiki. Uzuri. Shemeji. Shemeji. Basi. Jamani. Nyumba imejaa na neema hii. Yaani hii nyumba imejaa na neema kebe kebe. Karibu. Naona umetulia mwenyewe. Sasa shemeji, mimi hapa nikija kuhama. Unasikia? Nikija kuhama. Huyu nani? Huyu? Mgeni. Shemeji yangu. Anaitwa Uzuri. Uzuri? Mdogo wangu, rafiki yangu, anaitwa Mgeni. Kazuri kenyewe kametulia. Na wewe ulisemaga pale na blaza kwamba mimi nioe. Si? Binti. Mimi naitwa Uzuri. Umekubali kuolewa na Uzuri? Sema ndio nimekubali. Ila Uzuri hujaacha vitu kwa kiamu. Ndio Uzuri. Binti kuolewa kitu bora sana. Unasikia? Taarifa za kwamba kaka yako anazo kwanza? Taarifa za kwamba anazo. Ushaelewa? Anazo. Ila mimi nimechoka kuishi bachelor. Bachelor. Sitaki tena kuwa bachelor. Bachelor. Unaona nyimbo hizo? Bwana. Na mimi kule nimepewa chumba. Unasikia? Nimepewa chumba kimoja. Shemeji, kile chumba ukiingia, umo kila kitu. Choo umo. Kila kitu unakula umo. Ukifungulia IC ile inalia. Kwa kweli kama wamepika gesi ndani. Unasikia? Lakini kwa nini feni inalia nga. Tunaibishana. Haifai namna hiyo. Mwambie blaza arekebishe feni. Unasikia binti? Mimi niko ndani huko. Safari njema. Sawa. Bovu hizo feni hizo. Kwa Azizi kule vitu hadharani kule. Ni vitu hadharani. Fajiju. Mgeni. Shemeji yangu yule mzoe ana vituko sana. Anapenda sana masiara. Haina shida. Vipi lakini mahesabu yako yanaenda poa? Hivyo hivyo tu ndugu yangu. Haya bana. Kikubwa uzima tu. Mwombe Mungu tu. Nakuona hauko sawa na tangu umefika yani hapa sikuelewi kuna tatizo gani? Kiukweli siko sawa kabisa. Siko sawa kiasi cha kwamba sijui hata nieleze kitu gani ili uweze kunielewa. Kuna tatizo? Tatizo lipo kubwa sana Idris. Ni tatizo gani? Unajua kabla ya ndoa mama alinifuata chumbani, aliniambia kwamba Warda sio mwanamke sahihi kwangu. Hanifai. Nilikuwa najiuliza sana. Kwa nini mama amesema vile na alikuwa anamaanisha nini? Hii hali hajawahi kumuona Warda hata siku moja. Hata baada ya ndoa kutokea alinifuata tena akiniambia maneno haya haya. Kwa hiyo wewe unahisi nini? Idris, nahisi mama ananihitaji. Namaanisha nahisi mama ananitaka kimapenzi. Kwa
Kwa hiyo baada ya kugundua hilo, wewe umechukua maamuzi gani? Nataka kumwambia baba. Yaani ili jambo mwambie Sheikh Azizi? Naam. Hapana. Haifai. Haifai Omar. Kwa nini haifai? Mke wangu ataendelea kuishi maisha yale mpaka lini? Na vipi kuhusu mimi? Nisikilize vizuri ndugu yangu. Unajua hili swala alihitaji kutumia jazba. Alafu isitoshe usiangalie hapa, inatakiwa uangalie mbele. Mfano tayari umeshamwambia Sheikh Azizi. Unafikiria nini kitafuata? Nisikilize vizuri mama. Cha msingi inatakiwa utulie, uwe mvumilivu. Ukiendelea kufanya ibada na kumwomba Mwenyezi Mungu akuepushie hili jambo. Yaani akuondolee huu mtihani. Alafu kuhusu Walda, wewe ni mkeo. Mimi naamini kabisa ni neno lako utakalomwambia yeye atakuwa msikivu kwako. Wewe mwambie ni mama hata akimfanyia mambo yote ya ajabu asimjibu chochote, lakini kinachotakiwa yeye amtii. Lakini kuhusu kumwambia hili swala Sheikh Azizi, mimi kwa kiukweli siliafiki. Sawa. Nitafikiria kuhusu hilo. Basi acha mimi nikajiandae kwa ajili ya swala. Sawa. Na vipi kuhusu Uzuri? Uzuri uko sawa, hana shida. Anaendelea vizuri kabisa. Hana tatizo lolote Kabisa. Sawa. Pole sana ndugu yangu. Yala toba. Na huku. Hai. Salama. Asalamu alaikum. Waalaikum salam. Tumswalie Mtume. Yaani leo kayatimba. Ndio uzuri. Yaani kule kwenye ndoa wamenikimbia amenibane namba. Kuna masnichi wanajifanya watoi namba. Leo lazima nipe namba. Au niifuate sasa hivi. Au nitakanyaga. Katoto kazuri. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Karibu. Asante. Kwema? Salama kabisa. Huu mguu ilikuwa ni wako, ulikuwa unakuja nyumbani kwako. Ndio. Sasa sijui tunaweza tukaenda masjid alafu tuje tuzungumze au tunaweza tukazungumza hapa. Mimi naona bora tuzungumze kidogo. Sawa, karibu. Asante. Mimi naitwa Sele. Mara nyingi huwa wananiita Sele boy. Nakufahamu vizuri sana. Wewe si mjukuu wa Mzee Nasa? Ya, aswa. Nakufahamu vizuri yani. Sawa, sasa kilichokuwa kinanileta kwako, nilikuwa naomba kujiunga katika madrasa yako. Okay. Kwanza nikupongeze. Yaani umefanya jambo zuri sana. Na unakaribishwa. Hamna shaka yoyote. Njoo pale madrasa, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Lakini mimi nilisomaga muda sana nyuma. Kwa hiyo sifahamu chochote. Ninachokifahamu mimi ni hizi sura tu ndogo ndogo, alhamdu, kula uzubra binas.
wallahu, lakini sifahamu chochote tofauti na hizo sura. Usijali kuhusu hilo, tiba yake itapatikana. Ukifika tu madrasa, kila kitu kitakuwa sawa. Sasa pale kwenye madrasa yetu kuna madarasa mawili. Kuna darasa la watoto ambao wanaingia saa 10 jioni baada ya swalati la asili. Wao wanaenda mpaka saa 1. Alafu saa 1:30 ndo wanaingia watu wazima. Kwa hiyo unakaribishwa sana. Sawa. Sasa mimi hapo naingia kwenye darasa la watoto au la watu wazima? Hapana, wewe utaingia kwenye watu wazima, kwa sababu kuna watu wazima wengine ndo wanaanza. Kwa hiyo na wewe utaungana nao, basi nadhani kila kitu kitakuwa vizuri tu. Sawa, kwa hiyo naweza kuanza leo? Karibu sana, tuongozane twende masjidi. Tukitoka na kupeleka pale nikakukutanishe na baadhi ya maustazi uanze masjid. Yani twende masjid, tukitoka msikitini tunaenda madrasa. Sawa sawa. Nitakununulia kofia ili kuweza kujistiri nywele zako, lakini baada ya hapo natakiwa ujistiri sana, kwa sababu mtoto wa Kiislamu haustahili kukaa hivi. Sawa bwana Suleiman? Sawa sawa sawa, twende tuongozane. Unajua vitu hivi vinatakiwa Pole kwa kukuacha mwenyewe. Hata usijali, mi hapa si nyumbani jamani. Nilikuwa nazungumza na mama mara moja, ila nikamkatisha ili nisikuweke peke yako hapa muda mrefu. Sawa. Hata hivyo ndo kama hivyo nilivyokuambia, lakini sasa hivi namuona kama Omar kashaanza kumpenda mke wake. Sasa rafiki yangu, yule Omar yule ni mke wake, yaani swala la kumpenda ni lazima ampende tu, yaani hilo halipingiki. Sasa uniambie kweli mtu aoe alafu asimpende mke wake? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Uzuri. Madam. Naomba nikuagize dukani. Sawa tu. Sawa. Subiri nikakuchukulia pesa. Mtoto. Nige namba hiyo sasa. Namba ya nini? We nini wewe? Nige namba, angalia nyusi hizo mtoto wewe. Kope. Nige namba hiyo basi. Unataka namba yangu mimi namba ya nini? Nikupa utafanya nini? Ama unataka kuniambia kitu gani? Hiyo namba? Hiyo namba mwenyewe inanichanganya hapo. Nikichukua pale najiuliza nataka nifanye nini? Yaani mimi sijui. Mpaka sasa hivi nimevurugwa. Sasa wewe mwenyewe haujui cha kuniambia. Afu namba yangu unaitaka. Nikupa ufanye nini? Kama hujui cha kuniambia. Sawa, unataka kuniambia nini? Kachukulie ndimu na pilipili. Kwani zile zimekwisha za jana? Wewe kanichukulie bana. Sawa sawa. Ndimu na pilipili. Yule hajatusikia kweli? Hivi unajua huyu masikio yake yako hivi? Na ujiulize hapa hajafuata nini?
Mwenyewe nashangaa. Lakini ndugu yangu, sikiza nikwambie. Hapa cha msingi wewe upambane tu. Sio, umenielewa? Wewe pambana. Lakini kusema sijui kumpenda, lazima ampende mke wake mama. Wewe pambana kwa upande wako. Lakini kufikiria Omari sianza kumpenda mke wake, lazima ampende. Sio, umenielewa? Wewe pambana kwa upande wako. Warda mama, mimi kila mara huwa nakusihi ama nakuasa na nakwambiaje, ndoa ina mambo mengi mno sana. Kuna mambo mengine ni mazito, huwezi kumwambia mtu yoyote. Lazima uje uniambie mimi ambaye ndio mama yako, naweza kubeba uzito wako.